dunia kuelekea kwenye kile maandiko yalichotabiri ya kwamba karibu kabisa na ujio wa Kristo mara ya pili, ulimwengu wetu utarudia hali kama ile ya Sodoma na Gomora. Ndio ilikuwa kauli mbiu yao pale jamii ya wasagaji na mashoga ilipofanya maandamano leo kutaka watambulike kisheria. Miongoni mwa hubiri lililofanya kazi kubwa mwaka wa 2019 lilikuwa ni lile la mchezaji maarufu wa mpira wa rugby nchini Australia, Israel Folau, alipoposti comment kwenye akaunti yake ya Twitter ambayo ilimfanya afungiwe kushiriki mchezo huo nchini humo. Ni nini alichokuwa ameandika? Alibandika comment yenye maneno yaliyosomeka: warning, drunk, homosexuals, adulterers, liars, fornicators, thieves, atheists, idolaters, hell awaits you, repent, only Jesus saves. Maneno hayo yaliyokuwa na maana ya Kiswahili yakisema, tahadhari, walevi, wafiraji, wazinzi, waongo, washerati na wezi, wakana Mungu na waabudu sanamu, kuzimu inawasubiri. Tubuni, Yesu pekee ndiye aokoaye. Hilo ndilo lilokuwa ubiri lililogonga vichwa vya habari nyingi katika mwaka wa 2019 na likawashangaza wengi kwa mchezaji huyo kuweka komenti hiyo katika ukurasa wake wa Twitter. Cha ajabu ni kwamba wengine wote waliosemwa hawakuja juu isipokuwa tu kundi moja, jamii ya watu wa mapenzi ya jinsia moja. Wito na kelele nyingi zikapigwa ya kwamba watu kama Israel Folau wasiachwe kuendelea, maana wanaeneza chuki. Yesterday afternoon on Instagram, the Wallaby star told homosexuals that hell awaits you, along with people who are drunks, atheists and more, and urged that they repent. He is, for many, a role model. He's a person in a position of influence. I totally disagree with what he said. Rugby Australia has labelled the post as unacceptable, with the backlash coming from far and wide. Comments like, "You're an absolute flop," and "You're a great rugby player, but my lord, you are an ignorant." A sentiment echoed by sporting stars like Sam Kerr, labelling it embarrassing. Komentari ya Bwana Folau ilikuja baada ya mahakama kuu ya Tasmania nchini Australia kutoa uhuru kwa mtu yeyote kuchagua utambulisho wa jinsia anayotaka iandikwe kwenye cheti chake cha kuzaliwa. Wakati huo huo, ikitoa uhuru kwa yeyote anayetaka kubadili jinsia yake ili mradi awe na umri wa miaka 16. Hicho ndicho kilichopelekea mchezaji huyo kuweka komentari na kuongeza kuwa, "God has blinded so many people in this world. Repent and turn away from your evil ways. Turn to Jesus Christ who will set you free." Yakiwa na maana, Shetani amewapofusha watu wengi sana katika ulimwengu huu. Tubuni na kuziacha njia zenu mbaya, mgeukieni Yesu Kristo ambaye atawaweka huru.